Unaweza kutusaidia ni namna gani au ni jinsi gani tunaweza kutatua migogoro ya ndoa? Inaweza kutusaidia tukatatua migogoro yetu ya ndoa tunapokuwa kwenye migogoro. Tunazungumzia ndoa ambayo tayari imeshapata mgogoro. Imeingia tayari kwenye mgogoro. Sawa. Ni namna gani sasa ambavyo mnaweza mkashiriki kutatua mgogoro kwenye ndoa? Si ndio? Kitu cha kwanza, hatua ya kwanza, hautakiwi kutatua mgogoro siku ambayo mgogoro umetokea. Kwamba leo mgogoro umetokea, alafu siku hiyo hiyo mnataka kutatua mgogoro. Kumbuka kila mmoja ana hasira. Sawa? Kila mmoja amepanic. Yaani assume ndo umemfumania sasa yani. Alafu hiyo siku kila mmoja amepanic. Usipende kutatua mgogoro siku ambayo mgogoro umetokea. Hiyo siku tafuta tu namna ya kumtuliza, tafuta tu namna ya kuwekana sawa kwa muda huo. Alafu baada ya hapo ndo mnaandaa siku nyingine kwa ajili ya kutatua nini? Mgogoro. Haya. Baada ya hapo sasa unaweza ukatafuta hata location mkatoka. Natokaje na wewe wakati tayari msizungumzie umeshaweka mazingira ya kutatua mgogoro tayari. Lakini sishauri sana mgogoro utatuliwe nyumbani. Tafuteni location. Mnaweza mkatoka, mkaenda sehemu, mkaagiza chakula mkala. Alafu wakati huo ndo mnaweka mada mezani. Wekeni mada mezani, wekeni mgogoro. Yaani ukiweka ule mgogoro uliotokea nyumbani, hata ambaye tunasemaga mshtaki yule ambaye amekulaumu kuhusu kitu fulani, anaona kabisa unakumbuka kuhusu jambo lake. Sawa? Kwa hiyo utalielezea jambo lake vizuri. Kama ni mwanaume amemkosea mke wake, basi atamuelezea vizuri, mke wangu nilikosea 1 2 3. Naomba leo sasa tulizungumze. Sawa? Of course mwanamke ataona kama amethaminiwa. Kwanza naona umemthamini, alafu anaona unakumbuka kile ambacho yeye amefanyaje? Amekwambia. Lakini jambo la tatu sasa, toa nafasi kwa kila mmoja kati yetu aweze kujielezea kuhusu mgogoro uliotokea. Watu wengi hapa wao wanafeli kwa sababu mtu anatamani kuongea yeye peke yake, hampi nafasi mwenzake kuongea. Nina hasira nataka kuzitoa ziishe. Mimi ndo nimekosea. Nakupa nafasi wewe kwanza ambaye nimekukosea, ujieleze mwanzo mwisho. Baada ya hapo na mimi nakuja naelezea mwanzo mwisho. Sawa? Kutoa nafasi ya mtu kujieleza unampunguzia hasira, unampunguzia maumivu, lakini pia anajiona umemthamini. Na wakati anajielezea, msikilize na usije ukainteract chochote wakati mwenzako anaelezea. Sio umefika katikati, huo ni uongo. Hapana. Mpe nafasi ajielezee mwanzo mwisho. Amalize. Akishamaliza, wewe sasa na wewe unaomba nafasi. Umeshamaliza kujieleza, naomba na mimi nafasi niweze kueleza ya kwangu. Sio, umenielewa? Baada ya kuwa tayari umeshatoa nafasi ya kila mmoja kueleza kila ambacho kilichopo moyoni. Sawa. Tafuteni chanzo cha ule mgogoro. Ulianzia wapi mpaka kufikia pale? Sio, umenielewa? Watu wengi huwa tunakuja kusolve kilichotokea kwa wakati huo, lakini tunashindwa kusolve chanzo cha mgogoro. Sio, unanielewa? Nakuelewa vizuri. Nimerudi nyumbani mke wangu hajapika. Sio, umenielewa? Lakini kumbe chanzo cha mke wangu kutokupika, alikutana na message kwenye simu yangu. Sio, umenielewa? Ya mwanamke mwingine. Sio, umenielewa mpaka hapo? Sisi tukikaa mezani tunasuluhisha kuhusu kupika. Hatusuluhishi kuhusu ile message ambayo ndio ilikuwa chanzo cha huyo mwanamke kutofanyaje? Kutokupika. Nakuelewa vizuri. Sio, umenielewa mpaka hapo? Unaweza kukuta pengine chanzo ni kingine. Lakini kilichokuja kugombanisha ni kingine. Tafuteni chanzo. Kwa nini hukufua? Chimbuko la mgogoro ni nini? Kwa nini hukufua? Kumbe kuna chanzo kilichofanya mtu asifue. Kipo. Mume wangu siku hizi hataki kabisa kushiriki tendo na mimi. Kumbe kuna sababu. Sio, umeelewa? Ile sababu ile sasa ndo muichimbue kwa pamoja, muiweke mezani, muijadili. Mkiisolve ile, ngoma imeisha. Sawa. Sio, unaelewa? Hiyo ni hatua nyingine ya kusolve mgogoro. Na hatua ya mwisho sasa ni kuombana msamaha. Kwa maana yake hapa ndo tunaiona ile nguvu ya msamaha. Yes. Mmeshachimbua mpaka sosi, kila mmoja ameeleza ya kwake, dukuduku vile na vile.
Kwa hiyo naomba tu unisamehe. Mwisho wa siku sasa ni kipengele cha kuombana nini? Msamaha. Na sio tu kuomba msamaha, mnatakiwa pia mpeane makubaliano sawa, ya kuto kukirudia hiki kitu tena. Umeelewa? Sio tu msamaha, maana kuna watu ni mabingwa wa kuomba msamaha alafu kesho mwanangu ngoma ni ile ile inaendelea kama kawaida. Yaani moto ni ule ule. Jana tumeombana msamaha, kesho nakiwasha tena. Umeelewa? Kwa hiyo